Habari mwanafunzi na karibu katika somo letu la leo. Tunaangazia insha ya wasifu. Na wasifu ni insha inayosimulia maisha ya mtu fulani tangu kuzaliwa kwake, elimu yake, kazi, ujuzi wake, tajriba na kadhalika. Anayeandika wasifu ni tofauti na anayezungumziwa katika wasifu huo. Kuna aina tatu za wasifu. Kuna wasifu wa kawaida, kuna tawasifu na pia kuna wasifu kazi. Leo tutaangazia wasifu wa kawaida, kisha katika masomo yatakayofuata tutaangazia hizo aina zingine za wasifu. Na wasifu wa kawaida ni masimulizi ya maisha ya mtu fulani yanayosimuliwa na mtu mwingine. Kwa mfano, wasifu wa Siti binti Saad ulioandikwa na Mwalimu Shaban Robert. Huyu ni mwanamke ambaye pale katika nchi ya Tanzania alikuwa anafahamika sana na mambo ya nyimbo za taarab na kadhalika. Katika insha, mwanafunzi anaweza ambiwa aandike insha ya wasifu wa mtu mashuhuri au anayejulikana kama vile Julius Nyerere au Jomo Kenyatta, mtu yeyote anayemjua kama vile mzazi, rafiki, mwalimu wake au mtu wa kubuni. Mwanafunzi anaweza kubuni mtu asimulie maisha yake. Na tukiangalia muundo wa wasifu, wasifu ni lazima kwanza pawe na kichwa na mada au kichwa chenyewe kianze kwa neno wasifu na kisha kitaje wasifu ni wa nani. Kichwa lazima kiandikwe kwa herufi kubwa na kisha kipigiwe mstari. Kwa mfano, wasifu wa Kambe Mahoka au wasifu wa Zainabu Nazlin. Pili, tukiangazia sasa muundo katika aya zako. Aya ya kwanza inafaa kuwa utangulizi, na huu utangulizi unafaa kutoa maelezo mafupi kumhusu mhusika huyu. Na kwa mfano, tunaweza kuwa na mhusika ambaye pengine anayewania uwenyekiti wa tume ya uchaguzi, na maelezo haya yajumuishe jina lake, wazazi wake, mahali alikozaliwa na pia ikiwezekana tarehe yake ya kuzaliwa. Aya ya pili ni elimu yake, na tutaanza na masomo kutoka shule ya chekechea hadi shule ya msingi. Alisomea wapi, ufanisi wake katika kiwango hiki na pengine changamoto alizokumbana nazo. Ufanisi wake ni yale mambo ambayo pengine aliweza kutimiza akiwa katika shule ya msingi. Aya ya tatu ni mtagusano wake na wanafunzi. Alisomea wapi, haswa katika shule ya upili, akiwa na umri upi, alishiriki katika vyama vipi, aliingiliana vipi na wanafunzi wenzake, aliwasaidia wasiojiweza kimawazo au kifedha, na pia unataja na unaeleza nidhamu yake. Aya nne unaweza endeleza pia masomo katika shule yake ya upili na alileta mchango upi au ushindi wake katika tuzo, ndoto zake, ni nini ambacho alikuwa na wanawania. Alihusiana vipi na walimu wake na wanafunzi wenzake. Unaweza eleza pingamizi alizokumbana nazo na alikabiliana nazo namna gani. Kwa mfano pengine kukosa karo. Alifanya vipi katika mitihani yake ya kidato cha nne na azma yake baada ya kuhitimu masomo ya kidato cha nne. Haya, kutoka pale aya ya tano unafaa kueleza elimu yake katika chuo kikuu na unafafanua maendeleo ya kielimu katika kiwango cha chuo kikuu. Alifuzu, kufuzu kwake, pengine alifanya shahada gani, changamoto alizokumbana nazo pale katika chuo kikuu. Aya sita unafaa kujumuisha tajriba yake ya kazi. Baada ya kufuzu ni mambo yepi ambayo alifanya baadaye. Kazi yake unafaa pia kufafanua majukumu au nyadhifa ambazo amewahi kushikilia katika sekta ya umma na ya binafsi, na pengine changamoto alizokumbana nazo na mambo ambayo amefanya ambayo anarejelea ile mada kuu ambayo umepewa katika insha yako. Aya saba ni nyadhifa alizoshikilia pamoja na uraibu wake. Ni nyadhifa zipi alizoshikilia wakati ambapo alikuwa anafanya kazi, kama pengine alikuwa afisa mkuu mtendaji, pengine alikuwa mhasibu mkuu katika kampuni fulani, pengine alijiunga na chama fulani
hivyo sasa. Kwa hivyo unaweza kueleza nyadhifa alizoshikilia na pamoja uraibu wake. Uraibu are the hobbies, yale mambo ambayo hufurahia yeye mwenyewe hufurahia kufanya. Kisha aya 8 ni hitimisho, na katika kuhitimisha mtahiniwa ahitimishe kwa kuonyesha upekee wa mhusika huyu kiutenda kazi. Aangazie upekee wake kimaadili, aonyeshe kuwa uongozi wake utazua mabadiliko chanya katika ile kazi ambayo pengine anatafuta. Aonyeshe uongozi wake utahakikisha haki na usawa, na pia uongozi wake utaongozwa na mhimili mkuu wa kidemokrasia. Hizi unaweza zitenganishe ziwe aya 2. Yes, unaweza zitenganisha ziwe aya 2, lakini ya mambo makuu haswa ambayo unafaa kuzingatia hapa ni kuonyesha upekee wa mhusika huyu kiutenda kazi, na pia uangazie hayo mambo ambayo tumeangalia. Fuata link hapo kwa description, utapata mfano wa wasifu wa kawaida. Na kwa hayo, shukran sana. Usisahau kulike na kusubscribe.